huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya kwa ushirikiano na USAID. Kipindi cha Tusome Sasa kipo hapa kuanzia Jumatano hii tarehe 30 hadi siku ya Jumatatu tarehe 4 wiki ijayo. Here we go. Hakikisha mtoto wako ameungana nasi kuanzia mida ya saa 4 asubuhi hadi saa 5:30. Afunzwe, aelimishwe na aburudishwe. Ndani ya Radio Vuna 102.0 FM. Tusome sasa. Kama sio sasa, ni sasa hivi. Basi mwanchomo tegero Radio Vuna 102.0 FM sana umwana utusome sasa. Kama sio sasa ni sasa hivi. Chitageka chapter nistageka 12 chinsa ninye chabono mambe ni karibu sana ndani ya Tusome Sasa ndani ya Radio Vuna 102.0 FM wakati kama huu. Na kama kawaida, kama ilivyo desturi yetu, tunaanza kwa ombi kisha baadaye tunakaribisha mwanafunzi hapa studioni na pia mwanafunzi ambaye ako pale nyumbani anazidi kuwa nasi ndani ya kipindi cha Tusome Sasa ambacho tunashiriki kila siku. Tumekuwa tukishiriki tangia siku ya Jumatano, Ijumaa. Leo pia tuko hapa kwa ajili ya watoto wetu. Kitabu cha kwako, kalamu ya kwako, na umeketi pale mzazi, elekeza mtoto, manake akisha kaa pale anaandika yale ambayo tutaweza kufanya nini, tutaweza kusoma. Nimewakaribisha nyote ndani ya kipindi cha Tusome Sasa siku hii ya leo. Tupate mtoto mmoja aweze ama mwanafunzi mmoja pale nyumbani aweze kutuombea kabla tuanze siku hii ya leo kupitia 0704102102 0785102102. Kama ilivyo desturi, tunaanza na maombi kisha baadaye tutajua ni nini kile ambacho tutaweza kukisoma siku ya leo, jinsi ama ambavyo tuliweza kuongea pale jana. Nani yule ambaye atakayetuombea, ama kama sivyo tutaweza kupata mwanafunzi wetu hapa studioni aweze kutuombea. Lakini kabla tufike pale, tupate mwanafunzi wa nyumbani. Radio Vuna. Yes, Radio Vuna. Poa sana. Nani anazungumza? Yes, lenza twende kwa maombi mama. As we forgive those who trespass against us, lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory, for now and forever. Amen. Amen. Asante sana kwa kutuweka kwa ombi asubuhi hii ya leo. Na karibu sana mwanafunzi wangu hapa studioni. Asante. Karibu sana, natumai ya kwamba umeshinda vizuri. Umeshindaje ama umlilalaje? Nilala salama. Umeamka vizuri, naona uko salama sana. Jana tuliweza kujifunza kwa lugha ya Kimombo. Je, wakumbuka nini kile? Asante sana mwanafunzi. Mwanafunzi ndiye John Mambo leo hapa studioni siku hii ya leo tuweze kujifunza kwa pamoja. Tulisema caring for others. Ni nini? What is caring for others? Caring for others is when you feel pity for others and you help them. And we said when you want to help, what exactly? What are the things that you need to help your fellows? If they don't have a pencil, you can help them. If someone comes to borrow you food, don't just send him away. You can help him. So as you went home,
Did you help or did you ask your parent if there's someone who needs help or care so that we can go some other time and care for that person and help at the same time? I asked my mother, who can we go to visit him or her, and then we care for him. My mother said my grandmother. Wow, that is so nice. So John Mamboleo did what we agreed in the studio. I don't know, other children back at home, my learners back at home, did you do that? Did you ask your parents or your elders if there's someone who needs care, and you are able to tell me or to tell us to go to that person or to that place so that we can care and help the person? So did you do, what did you help when you went home? What are the activities that you engaged in that you help, even if it's your brother, your sister, your mom? How did you help? I helped her with washing the dishes, mopping the house, and when he went to my grandmother's home, I assisted my brother to cook. Wow, that is so nice. Thank you very much. Let me have learners back at home to tell me if they did so. I like the way John Mamboleo did. He did. We agreed in this before leaving that we should be able to ask our parents and our guardians back at home if there's someone who needs our care and help, and Mamboleo John did so. So we are going to arrange, go visit your grandmother on the same. Thank you very much. My learners back at home, did you ask your parents about if there's someone who needs our care and help before we get to today's lesson? I will love to know from you. So, John Mamboleo, What are we going to learn today? Leo tunaenda kusoma lishe bora. Lishe bora. Asante sana. Je, wajua lishe bora ni nini? Ndio. Lishe bora ni nini? Chakula ambacho kimeundwa na protini, chakula cha ngano, hiyo ni carbohydrates, na vitamini. Wow. Unaweza kuelezea vizuri zaidi. So siku ya leo tunazungumza ama tunaenda kujifunza kuhusu lishe bora. Tuweze kujua lishe bora ni nini, ni vyakula vipi ama tunastahili kuvipika aje, na ni vipi ambavyo tunastahili kuvila wakati mwingine tunapata kuna magonjwa tofauti ambayo unawekewa kiwango fulani. Hii chakula unafaa kukila hiki chakula ama usije ukala hiki. Siku ya leo mwanafunzi wangu pale nyumbani na hapa studioni nimewakaribisha tuende kwa kipindi cha siku ya leo, kisha baadaye tutaweza kujibu maswali. Karibuni. Ujambo mwanafunzi msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha hadithi za tusome kwa wanafunzi wa gredi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Leo tutajifunza kwa kusikiliza taarifa kuhusu lishe bora. Pamoja nami ni mwalimu Naomi na wanafunzi wawili Rehema na Juma. Karibu. Hujambo msikilizaji. Rehema na Juma, hujambo? Hatujambo mwalimu. Leo tutasikiliza hadithi kuhusu lishe bora. Mtanisikiliza kwa makini, baadaye nitawaomba kuyajibu maswali kuhusu hadithi iliyosomwa. Mtanisikiliza kwa makini, baadaye nitawaomba kuyajibu maswali kuhusu hadithi iliyosomwa. Mwanafunzi msikilizaji, mwambie mwenzako unapenda chakula gani na kwa nini. Mwambie mwenzako unapenda chakula gani na kwa nini. Shukran kwa kumwelezea mwenzako sababu za kukipenda chakula ukipendacho. Rehema, je, wewe unakipenda chakula gani? Mimi hupenda kula ugali kwa nyama
na sukuma wiki. Pia napenda kula matunda mbalimbali. Vizuri Rehema, na asante sana. Je, wewe Juma unapenda kula nini? Chips na soda. Lakini mama yangu alisema si vizuri kula chipsi kila wakati. Ni kweli Rehema. Je, mama yako alikupa sababu zozote kwa nini si vizuri kula chipsi? Mama yangu aliniambia ni vizuri kula vyakula ambavyo husaidia mwili wako kama vile matunda, nyama na ugali. Naam Rehema. Ni vizuri kula vyakula ambavyo husaidia mwili wako kama vile matunda, nyama na ugali. Sasa tumsikilize Captain Tumaini na marafiki zake wakitupatia ujumbe muhimu. Natamani kurudi shuleni. Mimi pia, lakini itakuwa salama kweli? Natumai itakuwa salama. Ugonjwa wa corona bado upo na singependa kuupata na kumambukiza nyanyangu. Captain Tumaini! Habari watoto, naona mnavaa barakoa zenu. Ndio, twafunika midomo na pua zetu. Je, mnazingatia kukaa kwa umbali ufaao mkiwa na wenzenu? Naam, hatua 3 kati yetu. Na mkifika shuleni, mkumbuke kunawa mikono kutumia sabuni na maji safi yanayotiririka. Na je, iwapo watu wengine hawafuati sheria hizi? Basi tunafaa kuwakumbusha iwapo tunataka shule zibaki kama zimefunguliwa. Lakini sisi ni watoto tu, hatuwezi tukawaambia watu jinsi watakavyofanya. Ndio tunaweza. Mimi nikiona mtu ambaye hajavaa barakoa, nitampungia mkono kisha nimuonyeshe barakoa yangu ili kumkumbusha. Naam, na si lazima upige kelele eti wewe vaa barakoa. Nawa mikono, vaa mask, social distancing ni must. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya kwa ushirikiano na USAID. Ni matumaini yangu kuwa umesikiliza ujumbe huo muhimu. Baada ya kusikiliza ujumbe huo, tutajifunza baadhi ya maneno ambayo yatatusaidia kuelewa hadithi ya lishe bora. Juma na Rehema, mko tayari? Naam mwalimu. Mwanafunzi msikilizaji, neno la kwanza tutakalojifunza ni lishe bora. Lishe bora. Je, lishe bora ni nini? Mwanafunzi msikilizaji, mwambie mwenzako maana ya lishe bora. Shukran kabisa. Ni matumaini yangu kuwa umemwelezea kwa kutoa mifano. Rehema, hebu tueleze maana ya lishe bora. Mwalimu, lishe bora ni chakula kinachoshibisha. Tafadhali mwalimu Naomi, naweza kujaribu? Ndio Juma, endelea. Lishe bora ni chakula kizuri unachokipenda. Asante Juma na Rehema. Lishe bora ni chakula kilicho na protini, vitamini, wanga na madini. Watoto wakikosa lishe bora hupata magonjwa mbalimbali. Neno jingine ni tikiti maji. Tikiti maji. Tikiti maji ni nini? Juma, yani uji tunda ambalo we hula kila siku. Tikiti maji ni watermelon. Vizuri sana Rehema. Tikiti maji huitwa watermelon kwa Kiingereza. Hili ni tunda kubwa lenye nyama ya rangi nyekundu, yenye majimaji na mbegu nyeusi ndani. Nje lina rangi ya kijani. Sasa nimefahamu kwamba watermelon huitwa tikiti maji kwa Kiswahili. Baada ya kujifunza kuhusu maneno hayo, unafikiri tutajifunza nini katika hadithi ya lishe bora? Unafikiri tutajifunza nini? Mwalimu, mimi nafikiri tutajifunza kuhusu kukula matunda. Tutajifunza kuhusu
kukula aina mbalimbali za chakula. Asanteni Juma na Rehema. Tutasikiliza hadithi kuhusu lishe bora. Tunaposomewa hadithi, ni vyema tusikilize kwa makini ili tutambue kama tutajifunza kile tulichosema. Sikiliza kwa makini jinsi maneno lishe bora na tikiti maji yatakavyotumika katika hadithi. Lishe bora. Chakula hutupa nguvu ili tuwe na afya njema. Chakula kinachosaidia mwili huitwa lishe bora. Lishe bora ni mchanganyiko wa vyakula mbalimbali. Kuna aina 3 kuu za chakula: vyakula vya vitamini, vya protini na vya wanga au karbohidrati. Juma na Rehema, tuimbe wimbo wa lishe bora. Lishe bora, hunawirisha mwili. Watoto hupata nguvu, wakacheza kwa furaha. Lishe bora, vyakula vyote tule. Tule mboga na matunda, vitamini na protini. Ni haki ya kila mtoto kupata lishe bora. Lishe bora huzuia mtoto kupata magonjwa mbalimbali. Vyakula hivi hutoka kwa wanyama au mimea. Wanyama hutupatia nyama, mayai na maziwa. Ni vyema kuhakikisha kwamba nyama imepikwa na kuiva kabla ya kuila. Pia, hakikisha kwamba maziwa yamechemshwa katika sufuria safi ili kuepukana na bakteria mbalimbali. Mimea hutupatia vyakula vya aina nyingi sana. Kuna vyakula vinavyotolewa kwenye mizizi ya mimea kama vile viazi vikuu na mihogo. Vyakula kama vile maharagwe, mahindi, ngano na mboga hutolewa kwenye mimea inayokuzwa shambani. Vyakula hivi ni vya kiasili. Mimea pia hutupatia matunda kama vile machungwa, maembe, tikiti maji na ndizi. Matunda hutupatia madini yanayozuia magonjwa. Vile vile, madini husaidia mwili kupona haraka unapougua. Ndizi machungwa, nani ataka? Mimi nataka. Ndizi machungwa, nani ataka? Mimi nataka. Nyanya pia hutumiwa kama mboga. Ni vyema kuosha nyanya kwa maji safi unapotayarisha chakula. Mboga pia ni muhimu kwa lishe bora. Mifano ya mboga ni kama sukuma wiki, karoti, vitunguu, mchicha na kabichi. Mchicha ni aina ya mboga za kienyeji au kiasili. Ni muhimu kula karoti kwa sababu zina manufaa kwa macho yetu. Watu wengi hupenda kula vyakula ambavyo ni vitamu tu. Watoto hasa hupenda pipi, kaimati, chipsi na mahamri. Vyakula hivi vikiliwa kupita kiasi vina madhara mwilini mwa binadamu. Kunenepa mwili na kuharibika meno ni baadhi ya madhara ya vyakula visivyofaa. Mtoto anayekula vyakula vya wanga pekee hukosa protini mwilini na anaweza kukonda na kuwa na tumbo kubwa. Huu ni ugonjwa wa kwashiorkor. Vile vile,
kuna ugonjwa wa utapiamlo unaopatikana kwa kukosa madini ya kutosha mwilini. Mama nipe mayai, sio uji mweupe, nisije nikapatwa na kwashako. Kila siku ugali na kabeji nyeupe, watoto watashikwa na magonjwa. Pika vyakula mbalimbali kwa kiwango kinachostahili. Unafaa kuosha vyakula hivi kabla ya kuvipika. Kumbuka kuyaosha matunda pia, usipate maradhi mbalimbali. Hakikisha unakula vyakula vilivyo na protini, vitamini na karbohidrati au wanga. Ukifanya hivi, utapata afya njema na kuepuka maradhi. Asante sana mwanafunzi msikilizaji kwa kusikiliza hadithi hii. Mwanafunzi msikilizaji, je, umefurahia kusikiliza hadithi ya lishe bora? Umefurahia kusikiliza hadithi ya lishe bora? Kuna mambo uliofikiria utajifunza katika hadithi hii. Je, umejifunza? Ndiyo mwalimu. Nilisema tutajifunza kuhusu aina mbalimbali za chakula. Mwalimu Naomi, mimi nilisema kwamba tutajifunza kula matunda. Naam, Juma na Rehema, nimefurahi kuwa mumejifunza kuhusu vyakula mbalimbali vinavyotupa lishe bora. Tumejifunza pia umuhimu wa lishe bora. Mwanafunzi msikilizaji, swali la kwanza. Taja aina 3 kuu za vyakula. Taja aina 3 kuu za vyakula. Mwanafunzi msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa umejibu sahihi. Juma na Rehema, taja aina 3 kuu za vyakula. Kuna vyakula vya vitamini, protini na wanga. Vizuri sana Juma na Rehema. Aina ya 3 ni chakula cha wanga au karbohidrati. Swali la pili. Kwa nini ni vizuri kuyaosha matunda kabla ya kuyala? Kwa nini ni vizuri kuyaosha matunda kabla ya kuyala? Rehema, nipe jibu. Usipoosha matunda unaweza kuumwa na tumbo. Mwalimu, pia tunayaosha ili tusiwe wagonjwa. Vizuri sana. Ni vizuri kuyaosha matunda ili usipate maradhi au magonjwa kama vile kipindupindu. Unaweza kuumwa na tumbo kama alivyosema Rehema. Swali la 3. Je, umejifunza nini kutokana na hadithi hii? Umejifunza nini kutokana na hadithi hii? Juma, niambie umejifunza nini? Nimejifunza kuhusu lishe bora. Nawe Rehema? Mimi nimejifunza aina mbalimbali ya vyakula. Mumejaribu. Tumejifunza umuhimu wa lishe bora. Protini, vitamini na wanga ni aina kuu za vyakula. Tunapata vitamini kutoka kwa matunda. Nyama na mayai hutupa protini, nao ugali na viazi hutupa wanga.
Kumbuka, usisahau kuosha mikono kabla ya kula. Unapokula lishe bora, unapata afya njema na unaepuka maradhi. Kabla ya kipindi kumalizika, ningetaka tusikilize ujumbe ufuatao. Baraka, uko sawa? Wazazi wangu wameniambia nyanyake naye ana COVID. Na Naya je? Natumai ako sawa. Hamjambo, kupambana na ugonjwa wa COVID nyumbani kwetu ni hali halisi. Kama nyanyake Naya ana COVID, inabidi Naya ajitenge na wengine hadi nyanyake apone na Naya awe sawa pia. Lazima waende hospitalini? Sio lazima kwa watu wengi walio na COVID kwenda hospitalini kama sio wagonjwa sana. Kwa hivyo wanaweza kaa nyumbani? Ndio, bora wanazingatia maagizo ya kutibu COVID nyumbani. Wanapaswa kudumisha umbali wa mwili na kuvaa barakoa kila wakati. Labda kusaidia, tunaweza kuimba wimbo nje ambapo anaweza kutusikia, au kuchora picha, au kuandika barua. Wazo nzuri, Elsa. Itakuwa poa na salama kuimba nje. Nina sauti bora zaidi. Naonawa mikono, mask. Endelea na mazoezi Baraka, na tukumbuke kumkaribisha Naya na watoto wengine kucheza wakati itakuwa salama kwao. Nawa mikono, vaa mask, social distancing ni a must. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya kwa ushirikiano na USAID. Shukran sana Captain Tumaini na marafiki zako kwa kutupatia ujumbe huo muhimu. Mwanafunzi msikilizaji, asante kwa kunisikiliza kwa makini. Ni matumaini yangu kuwa umefurahia kusikiliza hadithi yetu leo. Asante pia Juma na Rehema. Ukiwa nyumbani, hakikisha unamsaidia mlezi au mzazi wako kuosha matunda kabla ya kula. Hicho kimekuwa ni kipindi cha hadithi za Tusome kwa wanafunzi wa gredi ya kwanza hadi ya 3. Mwalimu amekuwa ni Naomi Ramtu, wanafunzi walikuwa ni Keisha Sharon na EJ Washington, nami ni Lawrence Kanywa. Kipindi hiki kimeandikwa na jopo la somo la shughuli za Kiswahili. Kimerekodiwa na Cindy Katumbi na George Mlanga na kutayarishwa na Zakari Kago kwa niaba ya taasisi ya na kukuza mitaala Kenya KICD. Kipindi hiki kimewezeshwa kwa ufadhili wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Amerika USAID na Wizara ya Elimu nchini Kenya kupitia kwa mradi wa Tusome. Hadi wakati mwingine, kwaherini. Basi msikilizaji, mwanafunzi ambaye anazidi kutusikia kutoka pale nyumbani na pia mwanafunzi hapa studioni, karibuni tena. Natumai ya kwamba mmeweza kujifunza mengi kuhusu lishe bora na jinsi ambavyo tulikuwa tumeanza pale tukiuliza nani unaelewa lishe bora ni nini? Wewe mwenyewe pale nyumbani, wazazi wetu wanazingatia yale ambayo tumeweza kujifunza siku ya leo kuhusu lishe bora. Karibuni tena tuweze kujifunza pamoja na kukumbushana yale ambayo tumeweza kufunzwa. Karibu sana mwanafunzi wangu hapa studioni. Asante. Umeweza kujifunza Ndio. kuhusu lishe bora. Ndio. Ni nini kila ambacho umeweza kujifunza? Lishe bora ina aina 3 kuu za chakula. Vitamini, protini na wanga. Wanga ndo nini? Kwa jina jingine? Carbohydrate. Asante. Kimbia mara moja, mami ashafika pale, unakimbia kuchukua, unaanza kula kama ni pears kabla hujaweza kuosha. Hapana, wewe kwanza naenda naosha ndio nakula. Unaosha na maji ya aina gani? Huwa naosha na maji masafi. Alafu pia na rinse na maji masafi pia. Asante sana. Wanafunzi wetu pale nyumbani, natumai ya kwamba mnazidi kusikiza pale, na pia niko kwinyu. Najua mmenakili mahali. Tumeweza kuambiwa ya kwamba aina ya matunda, tuna aina mingi za matunda pia vyakula, lakini lazima tuweze kuzingatia kuosha zaidi kabla ya kuyala kama ni tunda ama kabla ya kupika vyakula aina mbalimbali. John,
Ningependa uniambie protini ama tumeweza kueleza tuna aina mbalimbali ya vyakula. Tukasema matunda. Aina ya matunda ni kama tumeweza kusema ni yapi haya? Matunda hupatikana kwa vitamini. Na matunda ni nyingi sana. Kama vile? Kama tikitiki maji. Kuna machungwa. Kuna pears. Pia alafu pia na pia weke maembe. Naam, asante sana. Kuna vile vyakula ambavyo tunaweza kuvitoa kwa mimea. Ni kama aina ya vyakula hivi ni vipi? Nyingi sana hupatikana katika protini. Ni kama ni moja pekee yake inapatikana kwa protini, lakini nyingi ni vitamini. Ni kama maragwe, dengu, sukuma wiki na karoti. Asante sana. Kweli mwanafunzi wangu hapa studioni amekuwa akifuatilia kwa kina. Kuna vyakula ambavyo tunapata kutoka kwa wanyama. Huwa zinakuanga nyingi kwa protini. Kama mayai, naam, nyama, maziwa. Hizo tatu. Asante sana mwanafunzi wangu. Ndiye John Mamboleo hapa studioni. Wanafunzi pale nyumbani, mwanafunzi wangu pale nyumbani, pia natumai ya kwamba umeweza kujifunza mengi zaidi, na ningependa wewe uweze kunieleza umeweza kujifunza nini kuhusu lishe bora kwa kipindi chetu ndani ya Tusome Sasa siku hii ya leo. Umeweza kujifunza nini aina mbalimbali ya vyakula na jinsi ambavyo sisi kama binadamu tunastahili kuvitumia vyakula pale nyumbani, jinsi ambavyo sisi tunaweza kutumia vyakula vizuri ili tuweze kuwa na madini bora. Mwanafunzi pale nyumbani, ni kwako sasa. 0704 102 0785 102 102. Ningependa mwanafunzi wangu pale nyumbani aweze kunieleza yeye ameweza kuelewa nini kuhusu lishe bora. Na John Mamboleo, tukizingatia nini kile ambacho pengine uende ikawa umeona mtu ni mgonjwa na mtu ameambiwa sija akala aina ya chakula fulani. Sasa tuseme ni wewe umeenda hospitali ukaeleza ukaambiwa sasa Mamboleo, kuanzia leo sitaki, daktari amekuambia usitumie chumvi ama usije ukala nyama. Wewe utahisi vipi? Manake unapenda nyama. Nitahisi vibaya. Kwa nini unahisi vibaya na anakusaidia manake ni daktari? Itabidi tu nimeacha kula kwa sababu hiyo ni sharti kutoka kwa daktari. Lakini kama sio daktari ama huko nyuma ukiona imepikwa kanyama hivi, unapita pale nyuma unachukua kamoja hivi unaonjea jikoni, si ndio? Ndio. Unaonjea huko na daktari amekataa. Tusikie kutoka kwa wanafunzi pale nyumbani. Radio Vuna. Radio Vuna, hello. Yes, Radio Vuna. Hello, nani anazungumza? John, umesema unapita pale nyuma unarusha kamoja kwa mdomo unatulia, sivyo? Kia moja peke yake tena sitakula. Wow, yeye amesema ukweli. Radio Vuna amesema. Lakini John Mamboleo aliniambia yeye anapenda sana. Unapenda nini kile? Aliniambia anapenda dengu sana. Ndio. Dengu kwa wali. Ndio. Ni kwa nini unapenda dengu kwa wali si ugali kwa nyama ama sukuma? Chakula kinakuwa kitamu sana. Na unajua kukipika? Ndio. Haya, siku moja tuaje utupikie. Radio Vuna. Hello. Yes, Radio Vuna. Mambo? Nani huyo anazungumza? Sam, uko darasa la ngapi? Darasa ya pili. Unasoma wapi Sam? Asante sana. Umeweza kujifunza leo kuhusu lishe bora? Umejifunza nini? Chakula na nguvu. Kama vile? Na afya
Aha, kama vile protini. na wanga. Ehe, aina ya protini, vyakula vya protini ni kama gani? Ehe. Na aina ya wanga ni kama vile naam. Asante sana, umefuata kwa kweli. Na ni kwa nini tuweze kuyaosha? Tuseme ni matunda ama vyakula, kwa nini tuweze kuviosha kabla tuvitumie? Naam, asante sana sana. Asante. Haya, asante sana. Sam, lakini nilitaka uniambie unapenda aina gani ya chakula kabisa? What is your favorite food? Ndio niweze kujua kama unazingatia yale ambayo tumeambiwa. Radio Vuna. Radio Vuna, hello. Radio Vuna. Hello? Yes, Radio Vuna, hello. Mimi ni Ruben. Yes, Ruben, karibu sana. Ruben, umejifunza leo kuhusu lishe bora? Umeweza kujifunza kuhusu lishe bora leo? Umejifunza nini? Umejifunza nini leo? Ruben, natumai ya kwamba umeweza kujifunza, Hujapiga tu simu manake hujajifunza. Umejifunza kitu. Wanafunzi pale nyumbani, na wakaribisha, wakati ni wenu sasa, tuzidi kuungana ama tuweze kuambiana kile ambacho tumeweza kujifunza. Radio Vuna? Hello? Yes, Radio Vuna. Mambo. Poa sana, nani anazungumza? Lenza. Nani huyu? Lenza. Asante sana, karibu sana mama. Umejifunza nini leo? Aina za vyakula. Aina za vyakula kama vile proteini. Na vitamini. Sasa wewe unapenda vyakula vya aina gani? Unapenda kula vyakula vya aina gani? Vitamini. Kama vile kabeji. Mawiki. Na spinachi. Na nini kile kingine? Protini ni kama zipi ambazo wewe unapenda kula zaidi? Samaki. Maharagwe. Na mayai. Asante sana. Kweli. Na matunda, unapenda aina gani ya matunda? Maembe. Tikiti maji. Na peasi. Asante sana. Pale nyumbani, je, wewe unazingatia ama mzazi anazingatia yale ambayo tumeweza kufunzwa hapa kuhusu lishe bora? Naam. Anafanya nini? Mama akileta chakula kutoka sokoni ama akitoa pale shambani, nini kile ambacho wewe unastahili kufanya? Kama ni matunda. Lazima uyaoshe. Ndio yale. Haya, unaosha na maji ya aina gani? Hebu niambie procedure ile ya kuosha. Unatia maji ndani ya beseni safi. Unayaleta yale matunda. Unayatia ndani na kuyaosha. Kisha ukimaliza uyatie ndani ya maji mengine. Naam. Uyarinsi ndio ukule. Asante sana mami. Na uhakikishe ya kwamba umeweza kuzingatia hivyo kila siku ili usije ukapatwe na maradhi yoyote. Sawa? Asante. Aya, asante sana. Kweli watu wanazingatia lishe bora. Radio Vuna? Yes, Radio Vuna? Hello? Yes, Radio Vuna, nani anazungumza? Ann, karibu sana. Umeamkaje leo? Mzuri sana, labda yako mami. Umejifunza kuhusu lishe bora? Umesoma nini? Vitamini. Vitamini ni nini?
matunda, Mhm. mboga, Mhm. Na nini kingine mama? Nini kingine? tunajifunza parazizi, Mhm. tikiti maji, Naam. maembe, Ehe. machungwa, Ehe. mboga, Mhm. kama mchicha. Mhm. Ann, wewe ni mwanafunzi mzuri. Alafu ni nini? Kuna aina gani ya vyakula ambavyo tumevisoma leo mmepanda pale shambani? Sukuma, Ehe. spinach, Naam. pia, Mhm. Mhm. parachichi, Naam. Na aina ya matunda? Ni maembe, maembe. papai, Ehe. Nini kingine? matunda, Sasa hebu niambie, wewe unapenda kula aina gani ya chakula? na maembe, Maembe, chakula. Na kwa protini unapenda aina gani ya chakula? mchele, Mchele. Uko sure mchele ni aina ya protini? Kwa protini unapenda kula nini? na mayai. Dengu na mayai. Umefuga kuku mama? Haya, sawa sawa, ni mzuri sana. Uzingatie yale ukiangalia pale, ili ukipika unazingatia lishe bora. Sawa sawa mami? Asante sana, na usalimie mami pale, na msikia huko nyuma anakupa support zaidi. Asante sana kwa wazazi kama hao. Nani yule mwingine, kabla tunaona muda wetu umeyoyoma, tuna dakika 8 tu tuweze kuondoka hapa studioni. Nani yule mwingine ambaye hataki kufungiwa nje, hawezi kutuambia kweli siku hii ya leo ameweza kujifunza nini? Mimi napenda nini? Mimi napenda chapati, na pia napenda maharagwe. Radio Vuna. Hello? Yes, hello. Sasa, Poa sana. nakula nini? Aki sijakula kitu. Wewe umekula nini? Chai, Chai. Kwa nini? mandazi, Aya, hiyo ni aina gani ya chakula kwa lishe bora? Breakfast. Hiyo ni mzuri sana. Mami, umeweza kujifunza nini siku hii ya leo kwa Tusome Sasa? Kama vile wanga, mhm, proteini, mhm, vitamini, mhm. Aina ya wanga ni kama vile ugali, mhm, mchele, mhm. Na aina ya protini ni gani? maharagwe, Aha. mayai, Mhm. omena. Okay, asante sana omena, kweli kweli ni aina ya protini mzuri zaidi Haya, sawa sawa mami nini kile ambacho unaweza kuzingatia, ama mara mingi umeona hata mama akitoka sokoni ama dadi akileta matunda lazima tufanye hivi na hivi, ama mkienda pale shambani, kwanza pale shambani mmepanda nini? Matunda ya aina gani? Maembe, Mhm. na machungwa. Haya, na machungwa yamekuwa tayari? Hapana. Yanakuwa tayari lini? Mwezi wa 8. Haya, mwezi wa 8 mimi niko papo hapo. Karibu. Asante sana. Sasa ni nini kile ambacho unazingatia hasa ukitoa mboga pale shambani ama sokoni kabla ya kupika? Unaoshaje? Unaleta tu maji unaweka ndani na kutoa na kupika pale? Hapana. Ehe. Unafanyaje? Unaziweka kwa beseni. Mhm. Unaziosha. Mhm. Ya unaulizi. Asante sana mami. Sawa sawa.
Asante. Hakikisha ya kwamba sisi sote tunazidi kuzingatia lishe bora, tunazingatia yale ambayo tunastahili kuzingatia ili tusije tukala vyakula vichafu. Tuangalie kama tumetoa ni mimea ina ya mizizi kama mihogo na viazi vikuu, tukije tunaviosha vizuri sana kabla tuweze kufanya nini, kupika. Ni asante sana. John, mambo leo? Yes. Ni wakati wetu wa kuondoka hapa. Tuna dakika 3 tu kwa haraka. Ambia wanafunzi ambao wanatusikiza pale nyumbani, wale wanafunzi ambao wanazidi kutusikiza kabisa, waambie jambo lako la mwisho ukisalimia wachache. Nataka kuambia mkuu mnakula chakula cha lishe bora, hizo zenye unafaa kufuatilia ni vitamini, protini na wanga. Na nasalimia mama yangu, kaka yangu na dada yangu mdogo. Asante sana, manake kuja kwako hapa tumejua ya kwamba unapenda dengu. Hadi wakati mwingine tutaweza kupata nafasi, lakini kwa sasa nawaambia ni asante sana wanafunzi wetu ambao wameweza kutusikiza kutoka pale nyumbani. Tunashukuru sana, manake mmekuwa nasi. Na pia tukosi kuambia, tunawaambia ni kesho ni siku ya Jumapili, tutakuwa hapa bado wakati kama huu. Wakati ni kama huu na mahali ni papa hapa. Kesho tutakuwa tunazingatia nini? Kesho tutajifunza kuhusu keep left, keep right, ili tuweze kujua tunawezaje kuvuka barabara. Tusije tukapata accident, tusije tukagongwe. Mimi nawaambia ni asante sana, na kikundi cha Kisii County Youth Development Forum pia nawaambia ni asante sana, maana yake wamefanya ndo wameweza kufanya sisi tuweze kuwa na Tusome Sasa, na kama sio sasa ni sasa hivi. Hadi wakati mwingine siku ya kesho, nawaambia ni asante sana. Nilikuwa mwalimu wako studioni Salome Nyakundi na mwanafunzi John Mamboleo. Asanteni sana, hadi siku ya kesho. Uko sawa? Wazazi wangu wameniambia nyanyake naye ana COVID. Na Naya je? Natumai ako sawa. Hamjambo, kupambana na ugonjwa wa COVID nyumbani kwetu ni hali halisi. Kama nyanyake Naya ana COVID, inabidi Naya ajitenge na wengine hadi nyanyake apone na Naya awe sawa pia. Lazima waende hospitalini? Sio lazima kwa watu wengi walio na COVID kwenda hospitalini kama sio wagonjwa sana. Kwa hivyo wanaweza kaa nyumbani? Ndio, bora wanazingatia maagizo ya kutibu COVID nyumbani.